Yaani afisa ustawi wa jamii ana nafasi gani mahakamani? Wengi wanapoajiriwa au maafisa wengine seniors kabisa, lakini hawajui, pengine nao hawajui procedures za mahakamani. Kwa hiyo leo hii nataka tujuzane, nataka nifundishe, nataka kuwaelimisha juu ya nafasi ya afisa ustawi mahakamani, namna ya uandaji wa ripoti ile ambayo inahitajika mahakamani, mahojiano kati ya mtuhumiwa especially akiwa mtoto, akiwa anahojiwa na polisi, nafasi ya afisa ustawi pale ni nini? Mimi ninaitwa Daktari Tomex ambaye ni daktari wa jamii, lakini ni makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi wa jamii ngazi ya wilaya na halmashauri. Mtaalamu wa ustawi wa jamii ni mtu ambaye amekasimiwa madaraka au ameruhusiwa kuingia mahakamani kusikiliza mashauri mbalimbali ambayo yanahusiana na kesi za watoto, makundi maalum au kesi zozote za jamii. Mtaalamu wa ustawi wa jamii ndiye amepewa hayo madaraka. Na anaingia mahakamani kufanya nini? Anaingia mahakamani kusikiliza kesi, anaingia mahakamani kutoa ushahidi, anaingia mahakamani kutoa utaalamu wake, anaingia mahakamani kutoa ushahidi, anaingia mahakamani kuhakikisha analinda haki za mtoto, kwa sababu afisa ustawi wa jamii yeye ni kama mlinzi wa haki zote za mtoto, na ndio maana nasimamia sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo imefanyiwa mapitio 2019. Sasa haianzii hapo tu, kesi imefika mahakamani. Sasa baada ya kukueleza hayo, afisa ustawi wa jamii ni nani na kwa nini anaingia mahakamani, kuna sheria ambayo inamlinda. Sawa, nimezungumza sana sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo imefanyia mapitio 2019, sheria ya mtoto ya 2009 ambayo imefanyia mapitio 2019, section ya 8 ambayo imezungumzia juvenile justice, lakini imezungumzia child protection. Kasomeni hiyo section ya 8, inamruhusu afisa ustawi kuwepo pale. Lakini si hivyo tu, criminal procedures cap ya 20 inazungumzia hivyo, inamruhusu probation officer kuwepo pale, au mtu ambaye atatetea haki za mtoto. Lakini tu sio hivyo, ipo pia probation of offenders ordinance cap ya 247. Hivyo vitu vyote vinamruhusu afisa kuwepo mahakamani. Na kwenye probation officer mara nyingi anakuwa ni afisa ustawi. Kwa hiyo leo hii unayeniona mimi Tomex Mbeya kama afisa ustawi, nikiingia mahakamani ninakuwa probation officer, kwa sababu niko pale kwa lengo la kulinda haki za mtoto. Sasa haishi tu hapo, kesi huwa zinaanzia polisi. Polisi anamhoji mtuhumiwa ambaye ni mtoto, pale afisa ustawi anatakiwa awepo. Zipo sheria ambazo zinamruhusu yeye awepo, nimezitaja hapo, zinajirudia. Sheria ya mtoto ya mwaka 2019, criminal procedures, criminal act hiyo ya section ya 50 kifungu kidogo cha pili kinamruhusu mzazi au mlezi aweze kulinda haki za mtoto. Umeona, kuna probation offenders inaruhusu pia afisa ustawi awepo pale. Hasa ukiangalia katika criminal act section ya 50 kifungu kidogo cha pili kinasema mzazi au mlezi. Lakini mara nyingi kwa nini anakuwa afisa ustawi? Afisa ustawi wa jamii anakuwepo pale kwa sababu kwanza amekasimiwa madaraka, pili hatopendelea upande wowote. Hebu tujiulize, wewe mzazi uko pale, mtoto wako ndo anatuhumiwa, amebaka, ameiba au amefanya kitu chochote cha jinai, alafu uwepo pale wakati maelezo yanachukuliwa. Je,
unafikiri utakuwa upande gani? Utakuwa upande tu wa mtoto, lakini afisa ustawi anakuwepo pale kuhakikisha hakuna sehemu yoyote ambayo anapendelea, lakini atahakikisha tu haki za mtoto zimezingatiwa. Lakini afisa ustawi anakuwepo pale kurahisisha lugha ambayo inatumiwa baina ya polisi anapomhoji yule mtuhumiwa ambaye ni mtoto. Sasa afisa ustawi anahakikisha anatumia lugha ambayo ni nzuri, ambayo ni lugha ambayo yule mtoto ataelewa. Afisa ustawi anakuwepo pale kulinda haki za yule mtoto, haki yake ya kuongea, haki yake ya kujieleza, lakini kuhakikisha kwamba yule mtoto hatishiwi. Nipongeze Jeshi la Polisi Tanzania, wanafanya kazi nzuri sana. Wenzetu wamepitia jeshini, kuna mafunzo kadha wa kadha ambayo wamepitia. Kwa hiyo pengine kuna lugha ambazo wanazitumia zinakuwa ni za ukali, zinakuwa labda ni za komando. Ndio maana afisa ustawi anakuwepo pale kuhakikisha basi kumweleza yule mtoto ambaye labda ni mtuhumiwa. Afisa ustawi inakuwa kama ni rafiki wa yule mtoto. Ndio vitu ambavyo vinamfanya afisa ustawi awepo pale. Sasa pengine unaweza ukajiuliza, kwa nini afisa ustawi awepo wakati yule mtoto anahojiwa? Kwa nini asiwepo? Au kwa nini awepo? Yule afisa ustawi wa jamii anakuwepo pale kwa mujibu wa sheria, imeeleza hivyo. Analinda haki za yule mtoto. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mtoto anapochukuliwa maelezo, anapochukuliwa yale maelezo na kueleza yote, kuna kanuni, taratibu na sheria za kuhoji mtoto mdogo. Afisa ustawi anatakiwa ahakikishe kwamba zile kanuni hazirukwi. Sio tu unaenda kuhojihoji tu. Sio mtoto hawezi kukupa ushirikiano mzuri kama unamhoji kwa ukali, hawezi kukupa ushirikiano mzuri kama unamtishia. Kwa zipo kanuni ambazo sasa wewe kama afisa ustawi unapokuwepo pale pembeni ya polisi, pembeni na ule mtoto anapochukuliwa maelezo, wewe afisa ustawi unalinda utu wa yule mtoto, kwa sababu pengine anaweza akadhalilishwa, anaweza akatweza utu wake. Afisa ustawi, hivyo ndo vitu ambavyo unatakiwa uvifanye pale. Ndio maana unakuwepo pale. Sasa ikishatoka hapo ndo itaenda mahakamani na utaratibu mwingine utaendelea. Tunapokuwa mahakamani, wewe afisa ustawi wa jamii unapaswa ufanye nini? Na hili ni swali wengi wanajiuliza.